Sema haleluya. Haleluya. Kashini sasa tuendelee kusikia shuhuda. Upende sehemu gani? Upende Kanazi. Upende wapi? Kanazi. Shangazi. Kanazi. Nilikuwa naomba kazi yako, Mungu wa mahali hapo. Bali ulikuwa unaomba kazi yako kwa miaka mingapi au kwa siku gani? Kwa miaka 5. Miaka 5. Ndio. Mungu wa mahali hapo ameniponya. Ulikuja una hali gani? Nilikuwa nashinda hata kumeza chakula. Ikawaje baada ya kufika hapa? Nilipofika mahali hapa nikawa naweza kula vizuri na sasa nimepona vizuri. Umepona kabisa? Ndio. Na unakula? Ndio. Singepigia Yesu makofi. Aliyekuelekeza uje hapa ni nani? Nilisikia redioni. Ulisikia redioni? Sasa kibali kidogo. Ulisikia redioni? Ndio. Ndio ukaja. Ndio. Sasa hivi unakula? Ndio. Kabisa kabisa. Ndio. Unawaambiaje watu hao waliofika leo kwa ajili ya uponyaji? Naambia Mungu wa mahali hapa anaponya. Naambia Mungu wa mahali hapa anaponya. Nenda na Yesu amekuponya. Pigia Yesu makofi. Ongeza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Sida Mtitu, Tuli Mtitu. Natokea mtaa wa Njosi. Kwa kweli mimi nilikuwa nauma sana. Nilianza mwaka jana mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Ndio. Mpaka mwezi wa 10 wa kwanza nilipofika mahali hapa nilisikiliza kwenye redio, nikaja mahali hapa. Kwani nilikuwa nashindwa kutembea wala kusimama wala kula chakula. Kwani nilipofika hapa baba akasema hivi, kwa jeni nenda kamtafutia chakula au nikamtafutia na sehemu ya kulala. Nikasema nitakulaje hichi chakula, lakini nilikuwa simwambii mtu, lakini nasema nitakula. Ulikuwa huwezi kula chakula? Basi kwa muda gani? Kwa muda wa miezi 4. Miezi 4. Nilikuwa naishi kwa maji tu. Kila siku naenda kutundikiwa madilipu Kibena mara Anglikana, ndio naishi kwa maji tu. Lakini nilipofika hapa nikanunuliwa chips, nikala, nikapewa maji na mafuta. Nikapaka kwenye miguu yangu nikaweza kutembea na kusimama. Toka hiyo siku sijawahi kutembea na kuja kabisa. Wala hujapokea bilipo. Wala sijapokea. Wala hujaraswa. Wala sijawahi. Singesema mimi kama walisimame. Unaendelea vizuri sasa. Vizuri kabisa. Unawaambiaje watu wanaokusikiliza kwa njia ya redio? Nawaambia mahali hapa panaponya jamani. Baba unasaidia na uendelee kutusaidia. Amen. Baba nakushukuru kwa ajili ya mwanao. Muujiza wake ukadumu na endelee kuwa mzima katika jina la Yesu. Tenda na mama. Bwana Yesu asifiwe. Usiongeze sauti. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia kanisa. Mimi kwa majina naitwa Yudita Edward Joji. Ni mzaliwa wa mkoa wa Manyara. Nimefika Njombe baada ya kuishi mazingira mkoa wa Njombe, leo nikawa nimebadilika, nikaambiwa naumwa ugonjwa wa pumu. Wakakwambia unaumwa pumu? Ndiyo, kwa muda wa miaka 3. Toka nimefika mahali hapa, kwanza nilisikiliza kwenye redio kwamba Nabii Subachaji yuko Njombe. Nikafika hapa Jumapili ya mwezi wa kwanza, baba akaniombea pale nyuma mpaka leo nimepona na mshuhudia Mungu. Hauna pumu tena? Siumwi hata kidogo. Hauna pumu hata kidogo? Mungu nimepona kabisa, namshukuru Mungu kwa miaka marefu baba huyu. Umeteseka kwa muda gani? Nidada nimeteseka muda mrefu sana, zaidi ya miaka 9. Acha tulianza kwa mimi mwanangu. Yesu ni mzuri kwako. Nenda na Yesu akubariki. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa jina naitwa Joshua Liaumi, natokea Mhaji. Kwa muda wa miaka 3 nimeugua kifua, kifua kinanisumbua. Baada ya kusikia kwamba kuna mtumishi. Umeumwa kifua kwa muda gani? Kwa miaka kama 3. Miaka 3. Ndio. Baada umeenda hospitali gani na hospitali gani? Kweli nimeenda mpaka nilikuwa Moshi, nikaenda sehemu moja hivyo kapima, nikaona wanashangaa, wanasema kana kwamba mbona uko vizuri?
Nikarudi kweli kule kuna Moshi. Nikaondoka nikaenda Dar sehemu moja hivi. Kaenda Dar es Salaam. Nikaenda nako nikachikiwa, nikaona wao wanashangaa. Nikasema Mungu wangu kuna nini? Nikarudi huku nyumbani hapa Mhaji. Nikaona kuna mtumishi mmoja ambaye anasali kanisa la Lutheran. Nikaona bwana, hapa bwana twende sehemu moja, kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Superchai. Mtumishi wa Mungu wa Lutheran anakuambia twende kwa nabii. Ndio, akaniambia hivyo. Kweli akanichukua tukafika mpaka mahali hapa. Kweli tukakutana na mtumishi wa Mungu. Basi akatuhudumia, akasema mwanangu utapona, uwe na imani. Kweli mtumishi wa Mungu namshukuru sana mpaka mahali hapa. Maana nilikuwa siri kitu chochote kile. Ulikuwa kwa muda gani? Kwa miaka 3. Yaani pia hata chakula kikiwa namna gani, siri kabisa. Yaani hata ungenipatia chips mayai na nini, nikipeleka mdomoni, yaani kilikuwa hamna kitu. Kweli mtumishi wa Mungu kufika mahali hapa, alichonitendea mpaka mahali hapa, nakula vizuri na nina afya vizuri kabisa. Yaani nilikuwa nashindwa kutembea kabisa. Unaendelea vizuri kabisa. Unaendelea vizuri, na pale nyumbani palikuwa na vurugu. Mle ndani yaani sijui mapanya yalikuwa yanatoka wapi. Ndani ya nyumba yako. Yaani ilikuwa ni vurugu. Nikilala mapanya yanakijia kitendo cha kuja mtumishi huyu. Mungu ambariki. Na nyumba nalala vizuri na kuna amani zote. Mungu ambariki na pigia Yesu makofi na mioyo. Na Mungu ambariki na maisha marefu na azidi. Yesu aliyenitumia kukuponya akubariki na akupe maisha marefu.